Kuna kazi nataka nikupe uifanye. Nataka tumtoe duniani haraka iwezekanavyo forward. Tumtoe maishani. Kau bibi. Bibi. Hali yangu mbaya sana. Unaumwa nini bibi? Naumwa presha. Kanitie mwanangu. Bibi. Mama. Mwanangu. Nasikia unaniita mama. Sawa mwanangu, nimekuita. Wewe ndio msaada mkubwa kwangu. Naumwa sana mamako. Najua tegemezi langu kubwa ni wewe. Lakini nakumbuka mwanangu, nilipata tabu sana juu yako. Lakini ukasomeshwa na Kaisari. Lakini mama, sasa nilipata msaada kwa Kaisari, kwa nini ulinizuia kipindi kile mimi nisiende kufanya kazi kwake? Na siri kubwa sana ya Kaisari. Sana siri gani? Ni vigumu mwanangu kukwambia, kwa sababu watu wengi walienda kufanya kazi, walienda kwake huko wakapata maafa, wakarudi hapa wamekufa. Kwa hiyo mwanangu, kama utahitaji kwenda, wewe nenda tu, ila tu ninakuomba kanitie mjomba wako. Basa. Jomba. Mbona hivyo? Jomba uko sio kwema. Ninapokuambia hivi nimetoka zangu shamba, nafika nyumbani mama anaumwa vibaya sana. Yaani matatizo yake ya pressure. Hivi kaniagiza nije kwako. Kama kuna dawa chochote kitu na ile mavumba ili amsaidie. Chama yake nyumbani hapajapikika chochote pale. Yaani jiko liko vile vile. Sasa ameniagiza nije kwako nichukue chochote kama unacho unigee mjomba. Mjomba Chocha. Ndio. Mimi hivi unavyoniona toka asubuhi bado sijatoka. Kwa ajili ya hali ya hewa ya mawingu na manyunyu kama hivi. Sawa? Lakini sasa siwezi nikakaa moja kwa moja na kazi ya watu. Hivi nataka kuelekea ofisini. Ndio. Unaelewa? Ili nikafanye kazi za watu na utu uzima huu tena mjomba wangu. Viungo kila sehemu vina matatizo. Lakini nitakaa moja kwa moja, je, ofisi ya watu itakuwa vipi? Nikawa sina jinsi. Ndio na wewe unakuja unanieleza maswala ya mama yako kuumwa. Unaelewa mjomba Chocha? Dada yangu hatuongei na mimi. Tuna ugomvi mkubwa sana kwa ajili ya wewe. Wewe ulikuwa unasomeshwa na Kaisari. Kaisari kakusomesha mpaka mwisho, ulipomaliza akakuhitaji wewe uende ukafanye kazi kwake. Lakini mama yako kaja juu kakataa kata. Mimi nimemuuliza, dada, mbona unafanya makosa? Mtoto kasomeshwa, kamaliza. Badala yake anamuhitaji huyu mtu akafanye kazi kwake. Leo hii unatoa maneno makali kama hivyo dada, kwa sababu ya nini? Tayari ugomvi umerudi kwangu mimi.
katupa maneno anavyojua, lakini mimi nimemsamea kwa sababu ni mtoto wa kike. Sawa mjomba? Sasa amefikia hatua ya mimi kuto kusema na yeye, nikaona sio mbaya. Sasa nakueleza hivi, mimi natoka hapa naelekea ofisini. Sawa. Nitoke kwanza nifike kwenye ofisi ya watu. Nitakachokuwa nimekipata basi nitakileta ili kimuendeleze. Sawa mjomba. Sawa? Mimi nashukuru, mimi naenda. Haya. Nenda mjomba. Dadangu huyu ana matatizo makubwa sana. Mimi nimemfahamisha toka time hiyo, mtoto mwache akafanye kazi. Unabisha, unaiona hali hii sasa iliyotokea. Pikipiki langu lenyewe hapa mimi hata mafuta halina, na leo naliacha hapa kwanza niende huko, nikirudi ndio hivyo. Haya, Mungu mwenyewe. Mjomba Chocha, kama unavyoelewa na vijana wengine, ndio tulikuwa na msiba ndio hivyo umeshapita. Hayo ni mipango yake Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu akipanga lake kulipangua inakuwa vigumu. Sawa? Maana yake sasa msiba umeshaisha hapa, kila mtu aende akafanye kazi zake, maana tusikae moja kwa moja msiba mwisho tutashindwa hata kupata visenti vya chumvi. Sawa vijana? Ila bahati nzuri huyu kijana alikuwa anamdai marehemu hela yake, lakini kaja kunieleza moja kwa moja kwamba mimi ile hela nimeisamehe. Au sio hivyo kijana? Ndiyo baba, kwa kweli mimi nilikuwa namdai marehemu, lakini baada ya kuona hivyo mimi nikaamua tu kuja kusema, kwa sababu nilipokuja hapo kusema sikuwa na nia kuja kumdai, ila nilikuja kusema tu kwa nilikuwa namdai na nishamsamehe, kwa sababu hiyo ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Basi ndio hivyo alivyofanya kijana mwenyewe. Anafanya vizuri. Kwa hiyo kilichobakia hapa mjomba, kama kuna mtu ana swali. Mimi mjomba niko nauliza ile shamba bondeni sana. Sasa sijajua si ni elime au kuna mtu mwingine ananini. Kuhusu shamba la bondeni lile mjomba, lile ni haki yako wewe. Hakuna mtu mwingine. Mimi mwenyewe nina mashamba yangu. Kwa hiyo shamba lile mtu wa kulimiliki ni wewe mjomba. Sawa? Kwa hiyo ukitaka kulima, utakwenda kulima, na kama uwezo huo huna, utamkodisha mtu, basi tufanye hivyo. Maana mimi mwenyewe pia nina eneo langu. Utalilima? Basi vizuri. Wewe na kijana anatakiwa umfanya kazi. Pole sana ndugu yangu. Asante. Sababu hata mimi taarifa hizi nilizozipata nijisikia vibaya sana. Na nilikuwa si kama nikaendelea kukaa mjini kwa muda mrefu, ikiwa kijijini nimeondoka kwa muda mrefu. Hivyo nikaamua ni bora nirudi kijijini ili kukupa pole, kisha na kuzungumza mengi na kujua hali ya maisha yako. Unaishi vipi hapa kijijini? Ndugu yangu nishapoa. Sababu yale yameshatokea Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya Mwenyezi Mungu mengi hapaswi kulaumiwa, na Mungu ameshachukua roho yake, basi na sisi wote tunaenda huko. Kwa mimi kidogo nimeshapoa, lakini nilipata nani kidogo mtihani, kwa sababu msiba nilikuwa peke yangu, na kila nikiangalia ambao tuko tunasoma wote sikumwona hata mmoja, lakini hakunipa shida, kwa sababu najua wazazi zangu mko mjini natafuta. Lakini kama mtapata taarifa hizi nitakuja, na kweli kwa mwenzangu nimekuja, ndio unaona kama hivi kufa na mimi nilisibisha sana, lakini vipi kwa mama? Huko mjini safi tu, maisha yanaenda vizuri kama unavyoona. Ndio maana ikanibidi nirudi kutokana
kwa sasa hali kidogo ni nzuri. Nikaona si vyema kuendelea kukaa tu bila kuja kutazama. Kikweli kubana tu kama hivyo unavyotoa huko shamba nini sasa hivi. Lakini vipi bwana? Maka ulivyomaza shule uliniambia kwamba tukimaliza shule utanipeleka kwa Kaisari. Kwa sababu mtu ambaye alisomesha mimi mpaka sasa hivi simjui. Na nahitaji kumjua na uliniambia utanipeleka. Lakini na afadhali umekuja hapa. Nilijua labda kwa vipi naweza nikaenda tena au. Ni kweli ndugu yangu. Lakini ni jambo nilishindwa kwa sababu kama mama hajafariki alinitia gumu sana ile jambo. Na kutokana naye ni mzazi nikashindwa kulichukua majukumu tu moja kwa moja mwenyewe kwamba kuchukua maamuzi ya mimi kama mimi. Ndio nikaamua niliache ile jambo na nikaamua tu niondoke. Lakini mama bwana kabla hajafa aliniambia kitu. Alinipa usia kwamba kama itatokea nafasi nyingine ya kwenda huko kwa Kaisari basi mimi niende tu, ambayo imenibariki vizuri. Kabla hajafa aliniambia mambo mengi sana. Kwa hiyo kama kuna nafasi tena nyingine basi mimi nifanye mpango. Basi sawa ndugu yangu, usijali katika hilo. Mimi nitajitahidi nitakapoondoka, nitafanya kila ina njia. Kisha nitarudi tena kuja kukupa jibu kama inawezekana au la. Lakini naamini kwamba itawezekana. Basi sawa, nashukuru sana kwa kufanya mpango. Sawa vijana. Kwanza naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kutupa nguvu na uzima na kuweza kutukutanisha hapa tulipo. Nilichokuitieni vijana wangu, kuna ofa imetokea. Wanahitajika vijana kwenda kufanya kazi. Wazazi wenu nimeshawapitia tayari. Kila mmoja anaelewa kilichobakia ilikuwa kwenu nyinyi vijana. Kwa hiyo nimeamua nikuiteni vijana wangu nije niwafahamishe swala hilo. Tumeelewana? Tumeelewana. Kwa hiyo kati yenu mnaweza mkachaguliwa kwenda kufanya kazi hiyo. Hii ni bahati ya pekee vijana wetu imetutokea hapa kijijini. Maana tulikuwa hatuyategemei haya. Lakini leo yametutokea, basi nimeona na mimi fursa hii niipeleke kwenu vijana. Kuna ubaya hapo? Tumeelewana vijana? Tunapanda kabisa. Sasa ninachotaka kusema, wenzetu huko wameendelea tayari. Ina maana bado wetu sisi. Na bahati nzuri mambo yameshatutokea. Kwa hiyo tukaitumie vizuri nafasi hii. Mtakapokuwa mmerudi hapa, mrudi na maendeleo, mjenge majengo ya kisasa na siye tutoke katika sehemu iliyokuwa nzuri. Sawa vijana wangu? Kafanyeni kazi kwa bidii. Kazi ya watu inataka unyenyekevu na utiifu. Nidhamu ndio kitu kinachotakiwa kwenye kazi. Baada ya kuyasema hayo, nasema kwamba sina mengi.